Na hapa amefunga. Hivi huyu mwanaume ana akili kweli? Yaani mimi naondoka hapa, namwambia kaa hapa nyumbani. Sasa anaondoka, anaacha amefunga. Hivi ana maana gani? Hivi kwa nini huyu mwanaume ananifanyia hivi? Na huyu mwanaume leo akifika hapa, leo nitamuonyesha. Ehe! Bora umekuja. Wewe. Ulikuwa umeenda wapi? Kwenye penzi nimekosa nafasi, ya Mungu nisaidie. Lo, mama tusikibao, nikiuliza nanieka vibao. Umenipa simu zima mtandao, he Mungu nisaidie. Lo, mama tusikibao, nikiuliza unanieka vibao. Mke wangu unanipiga. Mke wangu unanipiga. Yaani mimi kutoka kwangu kurudi hapo unanipiga. Tambua mke wangu wewe, mimi ni mume wako. Mke wangu mimi ni mume wako ambaye nahangaika kuzunguka kote kule ili wewe nikulishe. Nahangaika mimi nihangaike jua linichome wewe nikuvishe. Leo hii unanyanyua mkono unanipiga. Unanikosea. Mke wangu unanikosea. Mke wangu unanipiga. Chunga mkono. Unatoa wapi hiyo jeuri ya kunifokea mimi? Haya, nimekuongeza kingine. Utanifanya nini? Ni siku nyingi sijakukumbusha, si ndio? Alafu mimi nitakuja niku. Hey! Umenisahau? Okay. Siku nyingi, si ndio? Siku nyingi sijakukumbusha. Okay, sawa. Shida si funguo. Sio shida funguo. Leta funguo. Nakupa. Nimefunzwa kukaa kimya, mwiko kusema, ila nayo yaona roho inauma, nayo nifanyia. Usione nimekaa kimya, nepusha lawa, mbele nsijejutia.
We kaka. Kaka. We kaka. Kaka. We kaka. Dada, samahani, hapa niko wapi na wewe ni nani? Hapa upo kwetu. Kwani wewe nani? Dada, mimi ninakotoka sipajui na wala ninakoenda sipajui. Naomba nisaidie kitu kimoja. Uweze kunisaidia, niweze kukata kwa siku 2 tu hapa, ili niweze kujua wapi naelekea. Naomba nisaidie kwa hilo dadangu. Mbona wewe unaonekana ni mgeni kwenye hiki kijiji? Ni kweli ni mgeni, lakini sio mtu mbaya. Naomba tunisaidie kwa hiyo. Kisa kimetawala, amani imetoweka kwa moyo na mambo moyo, hata ni muujiza. Huenda nikafika kesho, au ndo nuru yangu tayari imepotea. Nasaka kivuli changu nacho chatokomea. Mbele sioni, nyuma sioni, niko katikati ya kifo. Safari ya kifo. Wesa. Hivi wewe Esther, umewezaje kupokea mtu humjui alikotoka na haujui amefuata nini? Yaani humjui kwa kifupi. Ilikuwa hivi dada. Mimi nilikuwa naosha vyombo pale. Nikaja tu kusikia. Kuangalia vile. Nikamkuta ni yule mkaka ameanguka pale. Nikafanya kama vile tu kumsaidia, nikamuingiza ndani. Hivi unajitambua kweli? Unajua sheria na mila na desturi za hiki kijiji. Unawezaje kumpokea mtu na unamjua kabisa mzee Mketo? Hivi kitokea mzee Mketo akajua hili lililotokea hapa, tutambebea kwenye mkono gani? Na kuuliza tutambebea kwenye mkono gani mzee Mketo? Lakini dada, yule hata sio mtu mbaya, ni mzuri kabisa. Jamani, Esther, tumia akili. Hayo ni matatizo. Mleta matatizo kwenye familia yetu. Fanya hivi, nataka ukamlete sasa hivi huyo mtu. Mtoe nje hapa. Dada, nimekuelewa. Hapa lazima nifanye juu chini. Mzee Mketo ajue ni nini kinaendelea kwenye hiki kijiji. Kwa sababu haiwezekani tukae na mgeni pasipo yeye kujua. Haya ni matatizo kabisa, mdogo wangu kaniingiza kwenye matatizo kabisa, matatizo makubwa. Yaani kama namuona yule mzee alivyo na fujo lake. Siku zote majuto ni mjukuu, huja yakishatokea makuu. Yamenikuta mwenzenu, mabaya amenifika jamani.
nasaka kivuli changu nacho cha tokomea. Wewe ni nani na umetokea wapi? Kwa nini uja kwenye familia yetu? Nyuma sioni, niko katikati ya kifo. Mbele sioni, nyuma sioni, niko katikati. Hivi unamwelewa huyu mzee kweli? Mimi nilikwambia, sawa? Aka kazehe kanawatesa sana watu. Kanawatesa? Unapoona kanawachapa hapo, kanajifanya kama kanachapa mtu. Hapo sikute kuna watu wengi kamewateka. Unajua mimi namuona tu anafanya hivi. Sasa najiuliza anapiga nini? Anapiga hewa au kaanza kuchanganyikiwa huyu mzee? Wewe. Apige hewa. Kale kazee nikashirikina, nikachawi kanapuliza hivi dawa. Alafu kingine usichojua, pale katakuwa na kundi kubwa la watu kanalichapa kanalipeleka kulitumikisha. Uendelea kulopoka lopoka. Ndio unamfahamu kabisa yule mzee ni mbaya yule. Wewe, mimi yule hanitishi kwa chochote. Hanitishi kwa chochote. Hata mimi ninasema nini? Kwamba Hivi nyinyi vijana mnakosa kingine cha kuzungumzia, si ndio? Yaani mpaka mnabwabwaja kuhusu mimi. Ni huyu hapa. Wewe ni huyu. Tulia. Kwa hiyo nyinyi vijana mmekosa kitu kingine cha kuzungumzia mpaka mnizungumzie mimi. So mimi ni huyu hapa. Ni huyu, yani huyu ndo alikuwa anasema kabisa kwamba wewe mbaya, wewe si una nani watu huyu hapa. So mimi haki ya Mungu siyafanya chochote. Haki ya Mungu wewe usiyafanye chochote. Mimi tu huyu alikuwa anasema kwamba eti wewe una roho mbaya, yani wewe ni mtu mbaya sana. Sio mimi niliyesema, ni huyu. Halafu kingine ambacho hamkijui sasa. Masikio yangu yanazumu. Na uwezo wa kusikia sauti hata kama ikiwa mbali. Halafu wewe, mbona manyonyo yako yanashawishi? Iwe manyonyo yangu tena unataka kufanya nini? Basi sasa. Au mnataka niwafanye kama huyu hapa? Dada, kwanza naomba samahani kama nitakuwa nimefanya makosa, lakini pia naomba nimshukuru mdogo wako kwa msaada ambao amenipatia. Kwa majina naitwa Mboni. Unaitwa Mboni? Mboni ya jicho au? Ni jina langu. Naitwa Mboni. Basi sawa. Nimetokea mjini. Lakini katika safari yangu tulipotea njia na tulikuwa wawili. Tumekutana na misukosuko mingi sana ambayo imesababisha kumpoteza mwenzangu. Yaani amepoteza maisha. Na ndo maana niko hapa. Kwa hiyo nahitaji msaada wenu tafadhali. Ina maana ulikuwa na mwenzako kafariki? Pole sana kakaangu. Lakini kwa nini uje hapa hujaona familia zingine za kwenda? Kuona miji mingine kaka? Nilikuwa naomba mnisaidie jambo moja. Jambo gani hilo? Naomba mnisaidie nipate jinsi ya kuweza kutoka katika hichi kijiji nirudi mjini. Kwa maana kuna vitu vingi ambavyo nimeshavipoteza, nimepoteza muda. Kwa hiyo naomba tu niweze kurudi mjini. Tashukuru sana jamani, ndugu zanguni. Pole sana kakaangu kwa yote yaliyokukuta. Uwezo wa kusaidia unakuwa ni mgumu kwa sababu kwenye hiki kijiji huwa kuna mila na desturi za kwenye kijiji chetu. Hakuna mtu aliye kuingia kwenye hiki kijiji na akatoka akiwa salama. Huwa ni ngumu sana. Na kama ukifosi kutoka, unaweza kupoteza maisha. Hapa sasa nakusaidiaje? Sawa. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Mketo. Mzee Mketo yule nina uhakika anaweza kusaidia jinsi ya kutoka kwenye hiki kijiji. Japo ni ngumu, ila inabidi uwe mvumilivu. Sawa dada, mimi nitashukuru sana. Naombeni mnisaidie. Sina wengine wa kuweza kunisaidia zaidi yenu. Sawa.
Esther mdogo wangu, naomba usije ukarudia makosa kama haya wakati mwingine. Nimekuelewa dada. Unaniingiza kwenye hatia mimi. Nenda zangu kisimani. Aya. Kwa hiyo wewe mzee Mketo, vitu umeivifuga mwenyewe, umehifadhi mwenyewe, umekushinda kuvilisha. Wewe mzee, naomba nisikilize kwa makini. Unaponiona hapa sipo kizembe kama ulivyofikiria. Leo pandaga. Haki ya Mungu na kuhakikisha leo umeukanyaga leo. Na hapa utoki kizembe. Tokeni. Na nyinyi ni wajinga. Niliwaambia mkachukue mandazi, mmeenda kuchukua unga. Mtakuja kuchukua na sabuni ya unga. Weshenzi kabisa. Mbemba, nitaenda kuwatia fingerprint. Mzee, unijue nilikotoka, sikujui ulikozaliwa. Tafadhali, heshima naomba ifuate. Nusu kilo tu unalalamika. Na kwa wale ambao tumewachukulia mifuko wasemeje? Tutaonana. Unaelekea wapi? Naelekea kuteka maji. Sawa. Mimi nilikuwa naenda kwenye mizunguko yangu kule. Ila kwa sababu nimekutana na wewe, inabidi niache kwanza mishemishe. Wewe tena. Haya, naambie. Mwenzako nahitaji. Kale kama mchezo ketu. Michezo gani tena? Wewe nao unajizima data eti. Zile za siku zote. Unajua mwenzako sasa hivi nasumbuka sana. Wiki nzima imepita. Mbona uliziki? Yaani juzi tu nimetoka kukupa. Leo tena unataka. Zainabu, usifanye hivyo. Najua kabisa unaenda kuolewa siku za hivi karibuni. Sasa tukiacha kufanya sasa hivi, tutafanya lini? Kumbuka, wewe ndio upo kwenye moyo wangu. Nisikize nikwambie Kiporo. Mimi hapa nilipo ni mchumba wa mtu. Tena ni mwali. Kwenda tu kisimani penyewe inaiba. Haya, tuanze kufanya hivyo vitu vyako unavyovitaka hapa kichakani. Vipi mtu akituona? Nani wa kutuona? Hebu shusha pressure, sawa? Nahitaji mwenzako. Nimezidiwa ujue. Cha kufanya? Twende kanisaidie kwanza kuteka maji. Alafu mambo mengine yatafuata. Ni chumi?
Tena? Oh. Basi twende nikusindikize kwenye maji. Nimefunzwa kukaa kimya mwiko kusema, ila nayo yaona roho inauma nayo nifanyia. Sione nimekaa kimya nepusha lawa mbele nsijejutia, ila nayo yaona roho inauma nayo nifanyia. Haki ya mapenzi sipatu nimetawala. Sasa hawa yani kumbe ndo kanafanya mchezo wa aina hii, si ndio hivyo? Yani kanatoka kule kanakuja huku kanakutana na yule jamaa, halafu kingine nikashemeji kangu vitu kama hivi. Kwa nini anakuja kuvifanyia huku mapolini Sasa hapa limeshafika hili tena liko fungu. Moja na yote unonifanyia, ila bado nakupenda, nakufumania na kusametwa rudia, bado nakupenda. Umenifanya nibweke hadharani, unanifokea, bado nakupenda. Penzi kitovu cha uzembe, kwako ujanja sina, bado nakupenda. Nasema bado. Mambo Poa, vipi? ni mzima. Vipi? Poa, uko poa? Poa, mzima. Mimi niko poa. Unaelekea wapi? Naelekea dukani. Ina maana wewe hauna taarifa za msiba? Msiba? Msiba wa nani? Si yule kijana anayeuza pale gengeni? Kijana yupi? Si Juma? Huyo Juma. Ilikuwaje? Inavyosemekana jana alikutana na mzee Mketo. Mzee Mketo alimwagiza dondocha wake pale dukani. Alivyomwagiza pale dukani, yule dondocha akanasa. Hivyo nasa ikapelekea mzee Mketo kuzalilika pale. Alivyozalilika pale, mzee Mketo alitoa neno moja. Akasema, nitakuonyesha we kijana. Maana kwa hilo neno sisi tunachohisi itakuwa yeye ndo kamuua. Sitaki kujihusisha na vitu vyenu. Yaani msinihusishe kabisa? Shogangu, tusiseme ukweli. Huo ukweli unaujua wewe. Yaani shoga zangu, yule mzeka. Nini? Yeye tena. Siongee sasa. Unaye vipi? Sasa mbona ueleweki? Nyenye mna uhakika na mnachokisema? Au tukienda mahakamani mnaweza kutoa ushahidi unaojitosheleza? Sasa kulikoni kubwabwaja kuhusu mimi? Mna uhakika gani ya kwamba yule kijana nimemuua? Na jinsi mlivyonona, yani hapa moyo unanienda mbio mbio, sijui nianze na yupi. Na kama hamnijui vizuri, mimi ndo naitwa Mzee Mketo. Nitawakeketa. Endeleeni kufuatilia mipango yangu. Kitawalamba. Najiuliza amewezaje kufariki mapema hivyo wakati alikuwa ni mzima?
Japokuwa anasemaga marehemu akifa anakuwa mzuri. Yule kijana alikuwa na roho nzuri kabisa, yani alikuwa hana baya na mtu. Esther, mbona sioni dalili za kuwasha jiko hapa? Ndio hivyo, uvumilie. Kwani wewe kwako huko nyumbani haujala? Si niliposikia msiba nikasema ni wai, labda kuna nyama. Makubwa. Kwa hiyo hapo kumbe umekuja kwa ajili ya nyama. Yote amelileta. Umezidi. Ndio ngine hapa tunalia. Wewe kulia unawaza nyama. Kulia kuku, lakini sinakula tunakula. Vipi? Mmesubiri nini kuzika? Maana naona kama muda unazidi kwenda. Na kweli tukazike, maana marehemu hali yake inaendelea vibaya, nazidi kuharibika. Hapana jamani, marehemu ana ndugu zake, tumsubirie ndugu yake afike. Wewe unabishi kama nani? Mzee samahani, twendeni tukamzike. Mketo, ni nini hiki unafanya? Nitegemea fimbo. Nakuuliza mzee Mketo. Sasa hii leo ndio itakuwa kiboko chako. Huyu mnayemwona hapa ndio chanzo cha matatizo yote katika kijiji hiki. Mzee Mketo. Au hamniamini hichi ninachokizungumza? Mdogo wangu hajafa.
Mdogo wangu Juma, simama utoke nje. Habari yako binti? Sijambo. Shikamoo. Marahaba. Kwema? Zainab nimemkuta? Kiukweli sijajua ameenda wapi. Kiukweli sijui ameenda wapi. Ina maana unamaanisha kwamba ameondoka tena? Hivi huyu yukoje? Sasa mnamruhusuje anatoka jamani? Wakati anatakiwa akae ndani, yule ni mwali. Na ukizingatia yule ni mke wa mtu mtarajiwa. Alafu anaondokaje sasa? Unajua mabinti wengine, yani mimi tangia nimefunda mabinti, sijawahi kukutana na binti. Shikamoo. Hivi wewe, nilikwambia nini? Nisitoke nyumbani. Haya, unatoka wapi? Nimekuita mdogo wangu, tuje tuzungumzie swala zima la jana lilivyotokea. Kwanza pole sana na matatizo, na laiti kama nisingelifika kwa wakati, basi leo hii tungekuita marehemu. Ni kweli kaka yangu, yaani kwanza nashukuru sana uwepo wako wa jana, nakushukuru sana, na endapo ungechelewa kidogo ungekuta tayari mimi nishafukiwa. Mimi nakushukuru kwa hilo, umeweza kuokoa maisha yangu. Sawa sawa. Sasa mdogo wangu, mimi nilikuwa na wazo moja. Kutokana na matatizo yanayoendelea katika hichi kijiji, si vyema wewe kaendelea kuishi hapa. Nilikuwa natamani safari yangu hii ya kuondoka tungeondoka wote, tukaishi kule mimi ninapoishi. Nafikiri hii ndio itakuwa msaada mkubwa sana kwako. Hapana kaka. Katika hiki kijiji nilivyokuja nilipokelewa vizuri kabisa. Na istoshe na biashara yangu ambayo naendelea nayo. Na hii biashara inaenda, nina wateja nimetengeneza kupitia hiki kijiji. Kwa hiyo kakaangu, mimi sitaki kuamini kwamba nikienda huko labda ndo nitakuwa nimeukimbia uchawi au nimekikimbia kifo. Sawa, nashukuru ulinisaidia jana, lakini kuhusu kutoka kwenye hiki kijiji, kakaangu mimi siafikiani na hilo. Ngo nimeenda hapo tu. Hivi wewe binti, haujui kama unanidhalilisha mimi hapa kijijini? Wewe ulitakiwa ungekuwa ndani sasa hivi. Ukae ndani utulia, hutaki kutoka. Hata kwenda chooni unaibia. Haya, unaenda unaswampa, unamaanisha nini? Kijiji chote hiki kinakuona. Unataka kunaribia kazi yangu, sio? Mpango wako ni upi? Unajua kabisa tutukana wiki nzima na leo ni siku ya mwisho. Na ulijua nakuja kukufunda nimalizie kazi yangu. Unaenda kuswampa. Nisamehe tu kwa hilo. Twende tukamalizie. Na utaki kutoka mpaka siku unakuja kuolewa. Unanielewa? Tangulia huko. Muangalie.
Yaani mdogo wangu wewe umelisi ubishi wa mama kabisa. Yaani umelisi kabisa kila kitu. Na sijui kwa nini mtoto wa kiume unalisi tabia za kike. Hivi hizo biashara unazungumzia hapa na uhai wako, kipi kina thamani? Mbona unakuwa na vitu vya ajabu mdogo wangu? Badilika. Hapa natetea uhai wako. Kaka, mimi nilikuwa nakuomba ungeweza kunisikiliza. Kwa sababu nikitoka huku sijui nihamie huku nakosema wewe, nikaanze upya, nikaanze na biashara mpya, kuja nitengeneza wateja na penyewe ni lini? Kakaangu, mimi nilikuwa nakuomba ni kwamba tungeweza kutafuta njia mbadala ili ya kuweza mimi kunikinga na kunilinda katika maisha yangu, ili hali ya kuwa niendelee kubaki hapa hapa. Unanipa mtihani sana mdogo wangu. Okay, sawa. Nimekuelewa. Ila kitu kimoja inabidi tukifanye. Ndiyo. Tutoke hapa, tuelekee kwenye mti mkubwa kule ili tukachimbe dawa kwa lengo la ikusaidie wewe. Nitashukuru sana endapo kama ukiniachia kinga ya kuweza kunilinda. Maana huyo mzee Mketo kidogo apite na roho yangu. Elena shogangu, hivi ule msiba wa jana uliuelewa? Shogangu, sijauelewa hata kidogo. Kwanza toka nizaliwe ndo kwanza nimeona msiba wa maajabu kama huu. Yaani mtu aliyekufa anafukaje kwa mfano? Nilijiuliza, yaani mtu amekufa halafu tena afufuke tumuone, hivi haya ni ya kweli? Shogangu, hivi na yule mzee ulikuwa unamuelewa kweli? Ndoto za udakitali kuisha habari zikapepeluka, na yeye hospitali yakamishwa mbali, mkoani Arusha hisia na balehe zilikuta na kati, mambo ya kupenda jana bwana nimekuona. Mr. Zuzu mwenyewe sasa nakuona Yule mzee aliyekuwa amekaa kwenye kiti na mimi nilimuona. Alichukua wanaume hawa wawili akawazungusha nyuma ya nyumba. Nikasema kinaendelea nini huko nyuma ya nyumba? Shogangu, ngoja nikwambie. Yaani yule mzee alivyowazungusha wale wababa wawili kule nyuma, alienda kuwaambia hivi, kwa nini wanachelewesha kuzika? Naona ulikuwa unafanya udobi hapa. Alikuwa anafua unajua masuala ya usafi. Lakini na wewe sasa, mbona haka kana kukanyaga sana Yaani mwanamke anakunyanyasa kidogo tu kwenzi, kidogo tu ngumi, kidogo tu kofi. Zuzu. Sasa uko unaelekea kubaya. Sasa mke wangu ananinyanyasa, mimi nimeamua kujitolea kumsaidia mke wangu. Wapi wewe? Eti kujitolea nyo. Au chokai kabisa na mambo yako. Okay, sikia nikwambie. Bwana, nina siku nyingi hapa, kama siku hizi ngapi? Ninakuja hapa siku ngapi? 3-4. Nakuja kila nikija sikukuti. Kila nikija sikukuti. Lakini hata shemeji simkuti mwenyewe. Nikasema kwamba bebe. Haka kajamaa kamejiendea wapi? Nikasema hebu ngoja kwanza nifanye kitu kimoja. Nije nikashitukiza kama umeme. Kwaja nimekakuta leo. Afu uzuri sasa kanafua. Kanafua. Hivi kashemeji kapo? Nani? Shemeji. Hapana. Ametoka kidogo.
Hapo sasa ndo penyewe. Hapo ndipo nataka sasa nikupe vitu juu ya vitu. Naambie sasa. Iko hivi. Naam. Bwana, nimekutana na mchumba wako katika mazingira tata, mazingira tatanishi, mazingira ya kumuua mende chini ya chaga, chini ya kitanda, chini ya kabati. Mambo gani umeona kwanza? Hivi Zai ni wa kukutana na mwanaume polini? Kwa macho yangu mawili nimekaona mwenyewe kakiwa na jamaa wamesimama wanaongea. Walivyoongea wakaingia machakani. Kajamaa kakaanza kuichapa. Kakaichapa. Kalivyoichapa mpaka ikalegea. Sasa huko ni kunikosea heshima, sawa? Mpunguza basi uongo. Kilichokuja kuniuma sasa rohoni. Basi Mungu huyu jamani, sijui mimi na makosa gani, si mimi Mungu nimshamkosea nini? Akamchapa busu la hapa mpaka nyama ikatoka cha, kajamaa kakaitema chini twa. Kumbe tena ilikuwa ni hivyo. Nawe shoga yangu, punguza umbea. Hadi msibani ulijuaje? Shoga yangu, wewe hujamuona? Yaani toka tu alipoingia yule kaka yake, yule mzee alianza kutetemeka na kujaa hofu mbele zetu. Haya shoga yangu, tuondoke. Kweli shoga yangu, maana mzee mketu akitukuta hapa atakuwa mengine. Zuzu bwana, nisikize, mimi nimechoka na mambo yako, sawa? Alafu tabia zako unafuatia maisha yangu, naomba ukome. Na ukome uishie hapa. Kama amemchumu kule mtu sijui na nini ametoka nyama, si stories za uongo hizo rafiki yangu. Mbona tunakuwa tunaletana mambo ya kijinga jamani? Yule nishakuja kwamba yule pale ni shemeji yako. Muda wote mimi naona sogeza jiko. Mambo safi. Iko hivi. Wewe kama huniamini ninachokisema au naona kwamba mimi nakuongopea, sawa? Lakini ukumbuke haka kanakutesa, kanakupeleka mputa. Ananitesa nini? Hivi Zuzu unanitafuta nini lakini wewe? Zuzu, unanikosea sasa. Sawa? Hiyo ni kunishushia heshima. Naomba uondoke kwangu. Sasa haka sikana kunyanyasa, halafu kale kengine nako umekachukua, sawa? Hukajui kana tabia gani? Kale kanaenda kukuua, kana kutoa roho. Halafu cha kufanya sasa. Mtoto yule anavutia, maskini wa Mungu. Yaani mtoto nyororo, mtoto laini, yaani mtoto nyode akiwa anatembea ananyondoka. Yaani yuko kama mlenda. Nimesema utoke kwangu. Nini? Yamekuwa hayo tena? Toka bana, vipi? Ngoja kwanza sasa. Unangoja nini hapa? Nyanyuka. Nimesema toka. Na hesabu moja. Ngoja natoka. Fanya haraka basi. Natoka. Umbavu. Yaani mtu umeshakaa, yaani mwanaume mzima kabisa unaleta taarifa kwa mwanaume mwenzio kweli. Au unataka ni kwewe bana? Dume mzima kazi umbea, mtu mzima amembusu nani? Wewe mtu mwenyewe mke huna, mchumba huna, mpenzi huna. Wewe ni mzima wewe. Leo nimekuja tuendeleze pale tulipoishia jana. Sawa mwali wangu. Yaani nataka nikufunde. Yaani ukimkamata mwanaume, yaani mpaka maziwa anaita gongo. Sawa Sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya kutumia mashine. Kutumia nini? Sio mashine ya kusaga unga. Sawa? Bila shaka unanielewa. Jana nilikudokeza unanielewa. Mfano wake niliokuja nao ni kama huu. Unaona Sasa wakati ndo umetupa pale ile nguo ile, umebaki kama ulivyo, kama nilivyokuambia jana. Kwanza unaishika namna hii. Unaigeuza. Unaiangalia ilivyokaa. Sawa? Unashusha, unapandisha. Unamwangalia usoni. Mzee Mketo, jinsi nilivyokuaibisha jana, nafikiri haujaridhika bado. Au umefuata hii fimbo yako? Haya, shika sasa. Tabia za kishirikina sio nzuri. Ni vyema ungeondoka.
Unafikiri ulichokifanya jana utakifanya tena? Kwa sababu mimi najua ujanja wa tumbili huwa ni kwenye miti. Nadhani leo tuko peupe kabisa. Kwa hiyo ni muda mwafaka wa kukufanya nachotaka. Na ili ujue tafsiri ya yule mdudu anayesukumaga mavi kwa kurudi nyuma, nadhani uitambue. Anarudi nyuma kwa sababu ya kuogopa mavi yananuka, ndio maana anasukumia miguu ya nyuma. Mbemba mbemba na kutia fingerprint na kulamba. Unajichelewesha sana. Ngoja nikuonyeshe wanaume jinsi wanavyofanya kazi. Kwanza kabla hujaishika, unasogeza mafuta laini. Unanielewa eh? Unashika mafuta yako, unalainisha vidole vyako, unapaka viganja vyako. Sawa eh? Ili kusudi ukimshika asikie mikono laini. Si unajua ile ngozi ni laini eh? Sasa usije ukamshika na mikono yako umetoka kusugua masufuria ile mchana, alafu ukaja kumshika akaumia. Hala binti yangu na kufunda. Usiende kunitia aibu. Upo? Baada ya kushika mafuta, kama inawezekana yaliyobaki baki, paka namna hii. Namna hii. Yani kabla hajaongea chochote. Alafu kuna yale mayai chini. Sawa eh? Unagusa. Mmefika nyumbani? Aha, kuna mzigo wa maana. Hayo ndio maneno yangu sasa. Yaani napenda habari njema kama hizo. Nakuja dakika 2 niko hapa. Haya, sawa. Asante. Sasa mwali wangu, hapa nimepata dharura. Nyumbani kuna mtu ananisubiri. Kwa hiyo hapa sasa hivi naenda, nitarudi wakati mwingine. Tulichojifunza fanyaje? Tia akilini. Unanielewa? Haya. Hiki bado hakijamaliza kazi. Naomba kitunze. Nikirudi awamu nyingine, tunaanzia pale tulipoishia. Unanielewa? Haya. Uwe na wakati mwema. Mdogo wangu, ndio maana nilikuambia hiki kijiji hakifai, tunapaswa kuondoka. Huyu mzee atasumbua sana. Tuondoke. Marahaba, mjambo. Hatujambo. Kina mama, ni wenyeji wa hiki kijiji? Ndio. Kuna kijana namtafuta, kijana mfupi hivi mweusi. Mnaweza mkama mmemuona? Hapana, sijafanikiwa kumuona. Sawa. Kimuona, naombeni mnipe taarifa. Mzee, kwani kuna tatizo? Ndio, kuna tatizo.
lakini siwezi kawaelezea nyinyi. Mnaweza mkaondoka mkaenda na safari zenu. Basi sawa. Wewe, hebu nisikilizeni bwana. Kwa mwanangu nasikilizaje? Wewe, hebu tulia huko. Aliyo wewe nani? Haya, tangulia ndani. Nimefunzwa kukaa kimya, mwiko kusema. Kila nayo. Hebu ingia huko. Nayo nifanyia. Sioni nimekaa kimya. Ah, wewe nini? Mbele sijejutia. Ila nayo yaona. Okay, unataka kusikilizia nini? Nimetawala mwili kila wakati, kwenye penzi nimekosa nafasi. Ya Mungu nisaidie, lo mama tusikibao, nikiguliza nanieka vibao, umenipa simu zima mtandao. He Mungu nisaidie. Ehe, bora umekuja wewe. Ulikuwa umeenda wapi? Kwenye penzi nimekosa nafasi. Ya Mungu nisaidie, lo mama tusikibao, nikiguliza nanieka vibao, umenipa simu zima mtandao. He Mungu nisaidie, lo mama tusikibao, nikiguliza unanieka vibao. Mke wangu unanipiga. Mke wangu unanipiga. Yaani mimi kutoka kwangu kurudi hapo leo unanipiga. Tambua mke wangu wewe, mimi ni mume wako. Mke wangu mimi ni mume wako ambaye nahangaika kuzunguka kote kule ili wewe nikulishe. Nahangaika mimi nihangaike jua linichome wewe nikuvishe. Leo hii unanyanyua mkono unanipiga. Unanikosea. Mke wangu unanikosea. Mke wangu unanipiga. Chunga mkono. Unatoa wapi hiyo jeuri ya kunipokea mimi? Haya, nimekuongeza kingine. Utanifanya nini? Nimefunzwa kukaa kimya, mwiko kusema. Ila nayo yaona, roho inauma, nayo nifanyia. Sione nimekaa kimya, nepusha lawa, mbele nsijejutia. Ila nayo yaona, roho inauma, nayo nifanyia. Haki ya mapenzi sipati, nimetawala mwili kila wakati, kwenye penzi nimekosa nafasi. Ya Mungu nisaidie, lo mama tusikibao, nikiguliza nilipa simu zima mtandao. He Mungu Kumbe watu wana maajabu hivi. Ni siku nyingi sijakukumbusha, si ndio? Alafu nitakuja niku. Hey. Umenisahau? Okay. Siku nyingi, si ndio? Siku nyingi sijakukumbusha. Okay, sawa. Shida si funguo. Sio shida funguo. Leta funguo. Nakupa.
Nimefunzwa kukaa kimya mwiko. Yaani, hebu ngoja. Ina harufu. Halafu hii chumvi ni ya Kigoma kabisa. Hii chumvi ni ya Kigoma, sio bure. Maana kama ingekuwa ni ya Bukoba kungekuwa na maji nje. Huyu jamaa anapeleka. Utafikiri ameweka kilo nzima. Ila sasa. Basi sawa. Kwa kuwa mimi wameniona siwezi kufanya. Acha niwasafirishie. Acha nikaweke. Mimi si mmeniona natupa taka. Sawa. Ila kajamaa kako vizuri. Haya sawa, tutakutana. Ila hii ni kumbukumbu. Naenda kuihifadhi. Nimefunzwa kukaa kimya mwiko kusema, ila nayo yaona roho inaguma nayo nifanyia. Usione nimekaa kimya nepusha lawa mbele nsijejutia, ila nayo yaona roho inaguma nayo nifanyia. Hata haki ya mapenzi sipati, huzuni imetawala mwili kila wakati. Kwenye penzi nimekosa nafasi, ya Mungu nisaidie. Lawama matusi kibao, nikikuuliza unanieka vibao. Umenipa simu zima mtandao, he Mungu nisaidie. Lawama matusi kibao, nikikuuliza unanieka vibao. Umenipa simu zima mtandao, he Mungu nisaidie, nisaidie. Pamoja na yote unanifanyia, ila bado nakupenda. Nakufumania na kusamehe twarudia, bado nakupenda. Umenifanya nibweke hadharani unanifokea, bado nakupenda. Penzi kitovu cha uzembe kwako ujanja sina, bado nakupenda. Nasema bado, ila bado nakupenda. Nasema bado, ila bado